Ukiangalia hii sanamu inaanza dhahabu, inakuja fedha, inakuja shaba, chuma, alafu udongo. Swali, naamini unaelewa na naamini akili yako iko sawa. Dhahabu na fedha ni gani iko na thamani kubwa? Ni dhahabu. Fedha na shaba ni gani iko na thamani? Fedha. Shaba na chuma, shaba ni kubwa. Chuma na udongo, chuma ni kubwa. Ni nini na kuonyesha? Ni nini na kufundisha kwa mtu wa sasa ambaye unasoma maandiko na unataka kujiandaa kwa marejeo ya Yesu mara ya pili? Uchumi ya nchi haiendi kustawi, bali inaendelea kudhoofika, na iwezi kuwa mpaka Yesu akuje. Sasa hivi mwanasiasa akikuja kwetu anatushawishi, anatupambacha, anatupa manono, lakini tunatoa akili yetu na tunampokea. Why? Anakuambia mimi mkiniweka uchumi nitaweka vitu vizuri. Wapi? Maandiko ifundishi hivyo. Maandiko yanaeleza kwamba Babeli ikitoka, serikali inaingia ni shaba, yani kuonyesha uchumi itaendelea kufanya nini? Kukua duni, inadhoofika. Ndio maana hata wewe unafahamu hata Januari shilingi 20 gharama yake na sasa ni tofauti. Inaendelea kudhoofika. Ndivyo maandiko yanafundisha na ndivyo itakuwa. Wamedi na Wajemi waliingia pia wakatawala. Alikuwa wa kwanza aliingia Darius, akatoka alikuwa wiki. Mwingine Cyrus akaingia. Ilipotoka kabisa sasa ndio serikali ya tatu ikaingia. Danieli nasemaje 2:39 sehemu ya pili. Get the point. Take a step forward.